Jamani, amina. Bwana sifiwe. Mungu anasema, jamani, amka, anasema mahali hapa, hey, nimemwona Bwana. Nataka ukiabudu muone Bwana. Jamani, amina. Umekuja umeumizwa kwenye ndoa, ukija hapa upate furaha. Jamani, amina. Umekuja mikopo imekuumiza, ukitoka hapa Bwana akupe hela kurejesha mikopo. Jamani, amina. Haleluya, haleluya. Binti, umekuja hapa umechoka, Bwana kuinue, Mungu akupe macho ya kuona. Vijana, Bwana wape macho ya kuona. Wanafunzi, mpate elimu nzuri katika jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Jamani, amina. Bwana sifiwe. Yakobo ameamka kwenye usingizi wake, anasema mahali hapa wala mimi sikujua. Naye akaogopa sana. Mahali pale panatisha kama nini. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Huyu jamaa anazungumza, amemwona Bwana. Mungu huwa anaonekana kwa watu wake. Mungu ukikuruhusu moyo wako anaweza kusema waziwazi. Siku moja nilikuwa kwenye maombi, nikaona chumba kimekuwa na mwanga kama taa imewaka. Nikasikia sauti ya Mungu ikisema na mimi, ule mwanga ukanimulika nikiwa kwenye maombi. Tambani maombi kuna kitu cha ajabu sana. Unajua kati ya kitu cha vita duniani ni maombi. Hata tumetangaza maombi, wengine wamejikwaa, hawajafunga tangu tumeanza. Nataka nikwambie mahali hapo ndipo utamuona Bwana. Kazana kuwa na maombi. Nikamwona Bwana, Bwana akasema na mimi wakati nimevunjika moyo. Bwana akaniambia, sikiliza, nimekuweka katika hilo, neema yangu inakutosha. Nikaendelea kuushangaa mwanga. Yuko Mungu atakutokea na wewe. Mungu anatokea, hajanyamaza kimya. Hata leo ukiamua maisha yako Mungu akutokee, anaweza akakutokea, ili mradi wewe ruhusu maisha yako Bwana akutokee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, tunaelewana. Huyu Mungu huwa anasema. Mwaka jana Mungu aliniambia, sio mwaka huu, mwaka 2025, Mungu aliniambia vua chache. Sasa mimi ni mkulima, nikamwambia Mungu, kama mvua chache tutakufa. Akasema hamtakufa. Sasa nifanyeje? Akaniambia lima alizeti. Halafu kaambie kanisani walime nini? Nilisema sikusema? Jamani, amina. Nilihojiana na Mungu. Nikamwambia mimi mwaka huu mahindi sifanye nini? Silimi. Nalima nini? Kwa sababu najua alizeti. Mungu akasema. Haleluya. Waliong'ang'aniana mahindi wamevuna. Jamani, amina. Ng'ang'ana na Mungu, umuone Mungu. Unajua Yakobo alimuona Mungu. Tamani kuomba umuone Mungu. Kaa kwenye magoti umuone Mungu. Piga magoti mwambie Mungu, nataka nikuone wewe, nataka nikuone. Kama upo ulimtokea Yakobo, nataka nikuone. Akuseme na wewe, aongee na moyo wako, aongee na mawazo yako, aongee na fikira zako. Sikio la ndani lisikie ya kwamba Mungu anasema. Jamani, amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yakobo akaondoka. Sasa hapo siwezi kusoma hayo maandiko, muda umeenda. Akaenda paka kule kwa baba yake alikotoka. Akafika huko, akawa mtumwa. Jamani, Bwana Yesu asiwe sana. Mwambie mwenzako, Yakobo kutoka kumuona Mungu akawa mtumwa. Mwambie mwenzako, kutoka kumuona Mungu Yakobo akaenda kuwa mtumwa. Lakini aliweka kiapo cha uaminifu. Akasema, nikisafiri salama nikarudi hapa, nitakutolea sehemu ya 10. Jamani, amina. Halafu Yakobo akaenda, hakupata ajira yenye raha, hakupata uwaziri kwenye ile nyumba. Akaenda akaajiriwa kazi usioitaka.
wala hujawahi kuomba hiyo kazi. Mwambie wala hujawahi kuomba hiyo kazi. Jamani, amina. Alipoenda akaajiriwa kazi ya kuchunga kondoo. Mimi nimewahi kuchunga, naelewa. Ukienda porini kuna wadudu fulani, wewe na ng'ombe na vile vikengele vya ng'ombe na wale wadudu wanaokuja kwenye masikio, yaani siku nzima maji uyaone wapi? Hamna maji. Ukirudi kwenye machungo, kabla hujakaa wanakuletea libakuli la maji, unywe uwe salama. Huyo ndo mchungaji. Humu amechubuliwa na miba ya mitunduru vya kutosha. Dodoma ina mitunduru. Mchungaji aliyeko Dodoma wa ng'ombe za polini ana vidonda miguuni. Hiyo ndio ajira Yakobo alipata, kuchunga kondoo. Tena sio mwaka mmoja. Halafu akampenda binti wa pale, akachunga miaka 7. Sema miaka 7. Akasema hapa nitarudi, maana Mungu amemwahidi. Uwe mwaminifu. Hebu fikiri, miaka 7 anachunga. Anamaliza. Ndoa za Waebrania zilikuwa za usiku, wakampa binti asiyemtaka. Wakampa yeye, alipenda mdogo yake, wakampa mkubwa. Asubuhi kuna kucha, tayari ana binti mkubwa. Kiebrania huruhusiwi kumrudisha binti ambaye umelala naye. Yakobo anasema sasa mmefanya, unamtaka huyu miaka ngapi tena? 7. Hivi hapo unaweza sema, utaanza kusema huyu Mungu alinidanganya. Akaenda miaka tena 7. Mwambie miaka 7. Haleluya. Akatumika miaka 10 na ngapi? 14. Ndipo anapewa yule binti, wanaondoka. Haleluya. Yakobo akawa mwaminifu. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu mwingine ni Yusufu. Sema Yusufu. Haleluya. Naomba usome Yusufu. Usome Mwanzo 37 mstari wa 3 hadi wa 8. Karibu sasa. Mimi nimesoma ile nini, sasa nasoma wewe. Ndio. Ndio. Mtoto wa uzee wake akamfanyia kanzu ndefu. Endelea. Jambo la kwanza, mtu huyu wakamchukia, hawataki kusema naye. Sema Yusufu akaota ndoto. Mwambie mwenzako Yusufu akaota ndoto. Lakini alikuwa amechukiwa na ndugu zake. Jamani, amina. Unajua Mungu anaweza kukupa jambo la kuwafanyia ndugu zako, alafu ndugu zako hawakutendei mema. Usilipize kisasi, uwe mwaminifu. Jamani, amina. Ndugu zako wanakukataa. Yusufu akaota ndoto. Sikiliza ndoto. Akawaambia ndugu zake habari, maana anawapenda, wenyewe wamemchukia. Wakazidi kumchukia. Naomba, siwezi kunyamaza, muisikilize ndoto niliyoota. Sisi tulikuwa tunafunga miganda kule shambani. Ule mganda wangu ukaondoka ukasimama. Halafu ile miganda yenu ambayo ilikuwa imefungwa pale shambani, yenyewe ikanizunguka ule mganda wangu, ikasujudu kwenye miganda wangu. Ndugu zake wakasema, hivi wewe Yusufu bwana mdogo utatumiliki sisi? Wewe unaweza kututawala? Wewe dogo unaweza kututawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake. Hakuna mafanikio yasiyo na njia. Njia ya Yusufu ilikuwa ni ngumu.
Ndio. Akaota ndoto ile inayofanana, akawaambia ndugu zake, sikilizeni, nimeota ndoto nyingine. Huyu jamaa anawapenda, lakini wenyewe wamemchukia. Umewahi kuchukiwa na ndugu zako, lakini watakuja kutaka msaada kwako. Jua na mwezi na nyota 11 zinaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akawa mkali, akamwambia, ndoto gani umeiota wewe? Mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudu wewe? Ndugu zake wakamhusudu. Baba yake akalihifadhi lile neno. Mungu ni wa ahadi, hajabadilika. Unaweza kubadilika. Mungu hajawahi kubadilika. Unapita kwenye mapito mbalimbali, unapita kwenye shida mbalimbali. Wakati wa Mungu amemaliza kusema na Yusufu kupitia ndoto, Yusufu akaanza kupita kwenye mapito. Wakachimba shimo wamzike Yusufu. Mwingine akatoa wazo, hatutaiua damu isiyo na hatia. Wakamfanyia biashara, wakamuuza kama mtumwa. Huko anaendelea kuteseka, lakini Mungu amemwahidi, hawa baba zako na mama zako utawatawala na ndugu zako utawatawala. Akaendelea akakaa nyumbani kwa Potifa, mahali palipokuwa pazuri, msimamizi wa kila kitu, mali zote za nyumbani za kila kitu. Akageuka mke wa nyumba ile akawa mwiba, akataka kufanya kituko naye. Yule Yusufu alikuwa mtu wa haki, alikuwa mwaminifu, amekuwa mwaminifu kweli kweli, amekuwa mwaminifu kwa ndugu zake, anataka awe mwaminifu kwa mtumishi wake, anataka mwaminifu mpaka kwa mke wa Potifa. Akasema, sitatenda dhambi ile sitaitenda, nimeikataa kuitenda dhambi, sijampenda Mungu dhambi, sijampenda na siruhusi kutenda dhambi. Wakaamua kufanya kesi ya uongo, wakamshtaki Yusufu. Kesi ya mfalme ya wakati ule, ukishitakiwa unaenda kuhukumiwa, tena unahukumiwa kifungo. Wanaandika tarehe ya kuingia tu, tarehe ya kutoka haipo. Ndivyo Yusufu alivyoishi gerezani. Na ndio maana akiwa gerezani, wale walioota ndoto mbili ili angalau wamwazie msamaha utoke, alipoenda akanyamaza kimya. Yusufu akaendelea kuteseka gerezani, na gereza nalo likabarikiwa kupitia Yusufu. Siku moja yule Farao akaota ndoto ya ajabu, akawapeleka wakawafungwa vinywa, wachawi waganga wakafungika vinywa, hawakuweza tena kutafsiri, bali akasema msipoitafsiri ninawaua wote. Ndipo yule jamaa akakumbuka, akasema, mzee, kuna mtu mmoja yuko gerezani, Mwebrania mmoja, amefungwa, hana tarehe ya kurudi, hana tarehe ya kuingia tu, yuko kule, alitafsiri ndoto. Unaweza ukamwita akaja akatafsiri ndoto ile ambayo Yusufu. Ndipo wakatuma magari ya farasi kwenda kumfuata mfungwa asiye na tarehe ya kutoka. Haleluya! Yusufu akaenda akachukuliwa gerezani kwa usafiri wa ajabu, akapelekwa kwa Farao, akaanza kumtafsiria ile ndoto ya kwamba hiyo ndoto uliyoota mzee, miaka 7 ni miaka ya shibe, miaka 7 ni miaka ya njaa, kwa hiyo jiwekee chakula cha kutosha, halafu hiyo miaka 7 kwa ajili ya kusema, aha, wewe ndiyo mtu mzuri. Akampandisha cheo, akawa waziri mkuu. Je, angeshindwa na ahadi ya mke wa Potifa? Angepata? Angekubali matakwa ya mke wa Potifa alale naye? Angeziona hizi baraka? Uwe mwaminifu, upokee ahadi ya Bwana. Kanisa nasema uwe mwaminifu. Uaminifu unafundisha jumla ya mambo yote, kiroho, kimwili, mazingira yote. Uwe mwaminifu.